ya Abili. Damu ya Yesu, it is speaking better things than the blood of Abel. Bwana Yesu asiwe sana. Hii damu inanena mema kuliko ile ya Abili ambao aliuawa na Kaini ndugu yake. Nami ninaleta hii damu ya Yesu Kristo mchana leo mahali hapa. Ninanena damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako. Ninasema hiyo damu ikatende mema. Ninasema hiyo damu ikutende mema. Ninasema hiyo damu ikakufumbue. Ninasema hiyo damu itende mema katika maisha yako. Ninasema hiyo damu itende mema katika njia zako. Ninasema hiyo damu itende mema masaa haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako hiyo damu inanena mema kuliko ya Abili. Siyakusikia? Hiyo damu inanena mema kuliko ya Abili. Mwambie tena. Kwa hivyo umuhimu mmoja ni kwamba inanena mema, haineni laana. Wewe Bwana Yesu akakunena laana ila kutamkia mema. Mahali walitamka laana inangeuza inakuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza kukunena mambo machafu, lakini damu ya Yesu mchana wa leo ninaamurisha ikanene mema juu ya maisha yako. Haleluya. Point 2, hatutakaa hapa. Point 2, twende katika Matthew 26:28. Ya kwanza inanena mema. Ya pili Mathayo 26:38. Nani amefika? Mathayo 26, tunajifunza pia kufungua Biblia zetu. Mathayo 26:28. Mathayo 26 mstari wa 28. Nani amefika hapo 28? Amen. Kila mtu amepata? Kwa maana hii ndio damu yangu ya angano imwangikayo kwa ajili ya wengi kwa uondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii damu inaondoa dhambi. Haleluya. Hii damu Biblia imesema ya kwamba ni damu ambao ilimwagwa kwa ajili ya watu wengi. Hii damu haijamwagwa kwa ajili ya mchungaji. Hii damu haijamwagwa kwa ajili ya mwimbaji wa kwaya peke yake. Hii damu haijamwagwa kwa ajili ya manabii. Hii damu haijamwagwa kwa ajili ya wainjilisti. Biblia inasema imemwagwa kwa wengi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba yeyote anakubaliana na Yesu, hii damu basi imemwagwa ni juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilipomwagwa ilikuwa ya kuondoa dhambi. Ile dhambi ya Adamu na Eva ambao walifanya katika shamba la Edeni, ambao ilitukosanisha na Mungu wetu. Hii dhambi ilipata kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. Hivyo tumeunganishwa na damu ya Yesu Kristo. Hivyo tumeunganishwa na Mungu kupitia damu ya mwanae Yesu Kristo. Hivyo tumenunuliwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Tuliokuwa Mungu alikutufukuza katika shamba la Edeni, alipata kutoa mwanae Yesu Kristo ili damu yake ilipomwagika tupate kununuliwa na hiyo damu. Hivyo masaa kama haya mpendwa, umenunuliwa na damu ya Yesu. Fedha haingeweza kukununua, maisha mazuri haingeweza kukununua, wazazi hawangeweza kukununua, lakini kupitia damu ya Yesu ambao ameimwaga free, ambao ameimwaga kuliko pasipo kupewa pesa, inaweza masaa kama haya ikakuondolea dhambi, ikakusamehe dhambi. Hata zile za siri
ajili ya damu yake. Haleluya. Jambo la tatu ambalo damu ya Yesu Kristo inafanya, tutaona katika Warumi 5:9. Warumi 5:9. Hiyo damu inafanya nini juu ya Mkristo leo? Hiyo damu ina maana gani juu ya mama wa leo? Hiyo damu ina maana gani juu ya mpendwa leo? Haleluya. Warumi. Nani amefika Warumi? Warumi, that is Romans. Wazungu Gen Z, Romans 5:9. Gen Z kwa nyumba, Romans 5:9. Gen Z mataikana muwe na Biblia hata nyinyi. Biblia sio wazee kama sisi, hata nyinyi. Tulianza kusoma Biblia tukiwa katika age dogo kuliko nyinyi. Ninashangaa kuna Gen Z yako na Bible katika nyumba hii. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kuangalia Warumi 5:9. Inasema aje? Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa hivyo hii Biblia inaliambia kwamba damu ya Yesu inatuhesabia haki. Ambia mwenzako damu ya Yesu Kristo inanihesabia haki. Ambia mwenzako sikoni ukimwambia. Mwambie mwenzako damu ya Yesu inanihesabia haki. Walikulaumu mpendwa, hauna haki hata kwa njia zako. Hauna usemi katika watu wenu. Hauna usemi hata mahali unafanyia business yako. Hauna usemi hata katika marafiki zako. Lakini damu ya Yesu Kristo ikikubali masaa haya, inakufanya haki. Rabashakata raboza. Inakufanya unakuwa mwenye haki mbele ya Yesu. Huenda ikawa mahali ambao umetoka ni mahali ambao hapangalili kila watu. Ni mahali ambao watu wakipita wanaona familia ambayo imeoza. Mahali ambao umetoka mpendwa, huenda ikawa mambo yanatendeka katika ile familia. Watu hata wapendi kukanyanga katika familia yenu. Unaona watu ambao hawana haki kuishi. Wengine wamehesabiwa haki ya kufa. Wengine wamehesabiwa magonjwa ya milele. Wengine wamehesabiwa magonjwa ya kansa. Wengine wamehesabiwa kufa na presha. Wengine wamehesabiwa kufa na saratani. Lakini damu ya Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba inanihesabia haki masaa haya. Inakuhesabia haki. Hivyo kama alisema saratani unaenda kufa nayo, unaambia shetani ya kwamba kwako hakuna DNA ya kansa. Kwako hakuna DNA ya presha. Kwako hakuna DNA ya kisukari. Kwako hakuna DNA ya arthritis. Kwa sababu damu ya Yesu inaenda kukufanyia haki masaa haya. Pigia na makofi. Sisi kama unapata kitu kupitia damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Exodus 12:7. Kanisome. Exodus 12:7. Exodus 12:7. Chikaji nisome. Watu Kutoka 12:7. Biblia imenakiliwa hivi: nao